Yaani unafahamu siku tukifika mbinguni, kama kila mtu ataletewa filamu yake, uwekwe mkanda wake wa maisha aliyoishi pale, vitu alivyokuwa nafanya, watu wataanza kukataa kwamba sio mimi. Atasema sio mimi, kwa sababu haya maisha yetu ni kama filamu unacheza, yani unacheza filamu, unacheza sinema. Kwa hiyo kuna siku kila kitu kitaanza mwanzo mpaka mwisho, alafu utaona hivi ni mimi ndio nilikuwa nafanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu hata yale uliyofanya gizani, ukiwa peke yako au ukiwa umejificha, vyote vitakuwa wazi. Vitakuwa nini? Wazi, kwa sababu pale sasa Mungu ndiye atafumbua macho ili uone kwamba yeye yupo na amerekodi kila kitu na kila kitu kinaonekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu mtumishi wa Mungu Daudi alisema kama unabii kwamba Mungu, umenichunguza ukanifahamu. Umenichunguza ukafanya nini? Ukanifahamu. Yaani, na anasema hata hakuna neno ulimini mwangu usilolijua. Yaani kila kitu Mungu anafanya nini? Anajua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo huyu Mungu ni Mungu ambaye ni wa kuogopwa sana. Tunatakiwa tumtii kwa namna yeyote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunatakiwa tumtii kwa namna yeyote, kwa sababu yeye kila kitu anakiona, kila kitu anakifahamu, mipango yetu yote anaifahamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unafahamu siku hiyo kutakuwa na vichekesho sana. Hata wale wanga wanaowanga usiku wanaruka na nyungo wataonekana siku wakati wao anaruka na nyungo. Wewe ndio wewe. Sema sio mimi. Ni wewe ndio ulikuwa unafanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani kila kitu kitakuwa wazi. Kila kitu kitakuwa wazi kabisa. Na hakutakuwa na kuhitaji ushahidi wala kujitetea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe Daudi akasema, Bwana unichunguze tu wewe. Unichunguze. Uone kama kuna jambo ambalo linaweza kuleta majuto ndani yangu. Nilijue, nitengeneze na wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitengeneze na wewe. Mwandishi wa waraka kwa Waebrania ile sura ya 12 anaonya pia. Kama nilivyosema, Biblia imejaa maonyo na tahadhari, na lengo lake ni kutaka tufike mbinguni. Tufike wapi? Mbinguni. Maana tusipotimiza hayo hatuwezi kufika mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sura ya 12 ule mstari wa 14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu, atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari wa 16 anasema, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotafuta baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wokovu tulio nao unabidi tuulinde, inabidi tuutunze, inabidi tuujali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bila kufanya hivyo tutakuwa kama Esau. Tutakuwa kama nani? Esau.
Esau alidhalau nafasi yake. Mwisho wa siku alipojaribu sasa kuitafuta ile nafasi, hakuwa na nafasi tena. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe uliyepata nafasi ya kupokea wokovu huu ulinde. Wokovu ufanye nini? Ulinde. Na anasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa nini anasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote? Maana yake amani ina sehemu kubwa ya kutufanya tufike mbinguni. Tunapokuwa na amani mioyoni mwetu, tuna amani na Mungu. Lakini kama kuna jambo lolote linaloleta majuto, hakuna amani, naleta uchungu ndani yetu, na hatujalitengeneza na Mungu, hatuwezi kufika wapi? Mbinguni. Anasema na huo utakatifu, maana yake wanaofika mbinguni ni wale walio watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na mtakatifu maana yake huo utakatifu sio upo mahali fulani. Utakatifu uko ndani ya moyo wa mtu. Mtu mwenye nia inayoambatana na utakatifu, yaani nia inayoelekeana na utakatifu, ama inayokubaliana na utakatifu, huyo ndiye atafika wapi? Mbinguni. Lakini nia ambayo itatofautiana na utakatifu, hiyo itakuwa ni kikwazo cha mtu kuingia wapi? Mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini? Mungu yeye ni mtakatifu. Kwake kisicho kitakatifu hakiwezi kumkaribia. Ili tufike mbinguni ni lazima tuwe tumevaa utakatifu. Anasema iweni watakatifu kama yeye alivyo nani? Alivyo mtakatifu. Kama tutakuwa sio watakatifu, maana yake hatutaweza kufika mbinguni. Lakini kuutafuta utakatifu huu, Mtume Paulo anasema angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Msienende kama watu wasio na hekima, bali muenende kama watu wenye nini? Wenye hekima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani hapo kwenye maneno haya machache kuna mambo mengi yamo humo ndani ya msingi sana, kwamba tunapoenenda tukiwa na hekima, maana yake hekima. Neno la Mungu ni hekima. Yesu mwenyewe anaitwa hekima. Yaani tunapoenenda kwa hekima, maana yake tunaenenda na Yesu aliye hekima ya Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu anaitwa hekima ya Mungu. Sasa tunapoenenda kwa hekima, maana yake tunaenenda na Yesu. Tunapoacha kuenenda kwa hekima, maana yake tumeacha kuenenda na nani? Na Yesu. Lakini Mtume Paulo akijua hili, anawatahadharisha wa Efeso kwamba angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Yaani kumbe kuokoka sio shida. Kuokoka sio nini? Ama tunaweza kusema kuokoka sio tija. Tija ni mwenendo. Tija ni nini? Mwenendo. Hapo kwenye mwenendo, hapo ndipo penye kazi. Hapo jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo kwenye mwenendo, hapo ndipo kwenye kazi. Tusipoenenda kama vile Mungu anavyotaka, tutaishia kujiita kwamba tumeokoka, lakini hatutamuona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini hatutafanya nini? Hatutamuona. Kwa hiyo tunahitaji kujiangalia katika mienendo yetu. Haleluya. Tunahitaji kujiangalia katika mienendo yetu. Lakini tunafahamu Yesu, yani neno la Mungu limetupa kila kitu. Hatuhitaji kuhangaika kufanya nini? Tumepewa vitu vya kufanya ili mambo haya yawe rahisi kwetu.
Haleluya. Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sasa watu wanaweza kuuliza, Kristo Yesu akae ndani yangu alafu mimi nikae ndani yake, nitaingiaje kwake? Jina la Bwana libarikiwe sana. Unafahamu tunatakiwa tuwe kama maji yaliyoko kwenye glasi yaliyowekwa sukari. Yaliyowekwa nini? Sukari. Yanaonekana maji, lakini ndani ya maji kuna nini? Kuna sukari. Yaani sisi watu wakituangalia hivi wanatuona sisi, lakini wakitaka kutuonja wanaona Kristo Yesu. Wanasikia utamu wa nani? Wa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ndivyo hivyo yani sura tutakuwa na maji yale yako maji vile vile, lakini ndani yake kuna nini? Kuna sukari. Ukionja unasikia utamu wa nini? Wa sukari. Kwa hiyo na sisi tutaonekana hivi hivi kwa sura zetu hivi hivi, lakini tumeokoka, ndani yetu yuko ndani, yuko Kristo ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Kristo atakaeje ndani yetu? Kama pale tutakapokuwa na nia ya Kristo. Na nia ya nani? Ya Kristo. Yaani ninaposema nia ya Kristo, ninamaanisha kwamba kile ambacho Yesu alikusudia ndicho hicho na sisi tunachokusudia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndicho hicho na sisi tunachofanya nini? Tunachokusudia. Kile ambacho Yesu angefanya ndicho hicho na sisi tunafanya nini? Tunakifanya. Yesu kama anachukia dhambi, maana yake na sisi tunachukia nini? Dhambi. Kama Yesu anachukia uongo, na sisi tunachukia nini? Uongo. Kama Yesu anachukia usengenyaji, na sisi tunachukia nini? Usengenyaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sisi na Kristo tunakuwa hatuna tofauti. Kristo ndani yetu, nasi ndani ya nani? Ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo ndipo tunaweza kushinda. Anasema peke yenu hamuwezi. Peke yenu hamuwezi. Akatolea mfano wa mzabibu. Si kwa kuwa wao kule walikuwa ni wakulima wa zabibu, kwamba tawi haliwezi kuzaa bila shina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Likijitenga na shina, basi litanyauka na kupotea. Na sisi tukijitenga na Kristo tunanyauka na kupotea. Lakini tukiunganika na Kristo tutaendelea kuwa na Kristo, tutaendelea kuona baraka za Mungu, tutaendelea kuona nguvu za Mungu, tutaendelea kuona uwepo wa Mungu ukiwa pamoja na sisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika kuenenda kwetu katika wokovu, tusimpoteze Kristo, tusipoteze wokovu. Enendeni, angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Msiwe kama watu wasio na hekima. Watu wasio na hekima hawajali habari za Mungu. Wao wamesema Mungu hayupo, maana yake ni wapumbavu. Lakini yule anayejua Mungu yupo na anajua uwezo wa Mungu alivyo, na Mungu anajua kwamba anamzunguka pande zote, wakati wote anaona kila kitu anachokifanya, lazima atanyenyekea mbele za Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tujiangalie sana. Tujiangalie sana. Hapa sasa ni wewe na nani? Na Mungu. Wewe na Mungu. Wala usimwangalie jirani yako, wala usimwangalie mzee wa kanisa, wala usimwangalie mchungaji, wala wewe jiangalie wewe na nani? Na Mungu. Je, ninavyoenenda